Karibu ni kusimulia simulizi ya maisha ya mkuu wa mkoa wa huko Ruvuma. Maisha yake ya awali alipokuwa mdogo mpaka hivi sasa alipokuwa mtu mzima. Ni yapi amepitia? Ni mengi ambayo amepitia. Hakuwa na maisha ya mseleleko, bali alikuwa na maisha yenye milima na mabonde. Alipanda pale palipopandika na akashuka paliposhukika. Akafuta jasho pale ilipomtoka, akafurahi pale furaha alipoiona. Alikasirika pale makasiriko yalipomjia. Brigadier Ahmed Abbas Ahmed, jina hili ambalo limekuwa linatajwa sana ukifika nyanda za juu kusini, ambapo hauwezi kaacha kutaja jina la mwanaume mmoja tu, Ahmed Abbas Ahmed. Karibu ni kupitisha katika simulizi yake ya maisha mwanzo hadi mwisho. Mimi ni Todo Alexander Skodrizi. Hii ni Usiku TV. Ili uweze kupata simulizi zetu kama hizi, hakikisha una subscribe hapo chini. Na sasa tuende kazi. Palikuwa na kijana mmoja katika ardhi ya Tanzania aliyelelewa katika maadili ya nidhamu, heshima na uzalendo tangu akiwa mdogo. Hakujulikana kwa makeke wala kwa maneno mengi, bali kwa utulivu, kusikiliza na kutenda kazi. Alizaliwa Julai mwaka 1968. Jina lake aliitwa Ahmed Abbas Ahmed. Wazee wa wakati huo wanasema mtoto huonekana na tabia tangu akiwa mdogo. Ahmed alikuwa mtoto aliyependa kujifunza, mwenye bidii, aliyethamini sana nidhamu. Alipokuwa alitambua mapema kuwa maisha hayahitaji nguvu pekee, bali busara, subira na maamuzi sahihi. Safari yake ya elimu ilimjengea kuwa mtu wa kufikiri kwa kina. Alijifunza masuala ya uongozi, uhusiano wa kimataifa na mikakati ya kiusalama. Elimu haikumfanya ajione mkubwa, bali ilimfanya awe mnyenyekevu zaidi na mwenye kiu ya kutumikia nchi yake. Ndipo akachagua njia isiyo rahisi, njia ya kulitumikia taifa. Akaingia katika vyombo vya ulinzi na usalama, akafunzwa nidhamu kali, utiifu na uwajibikaji. Huko hakutafuta sifa, bali alitafuta kazi imfanye kuwa sahihi zaidi. Hatua kwa hatua, kwa jasho na uaminifu, alipanda vyeo, akatambuliwa kama kiongozi thabiti asiyechezea maamuzi. Miaka ikapita, taifa likamwona si kitu kama afisa wa ulinzi, bali kama kiongozi anaweza kusimamia watu, kusikiliza wananchi na kusimamia haki. Ndipo akateuliwa kuwa mkuu wa wilaya, yani DC. Huko alijifunza kilio cha wananchi wa kawaida, mkulima, mfanyabiashara, mama na kijana. Alijifunza kuwa kiongozi si kukaa ofisini, bali kushuka chini na kusikiliza. Utendaji wake ulipata matunda serikalini, wakamwamini zaidi. Akateuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Mtwara, ambapo alisimamia amani, maendeleo, mshikamano wa wananchi. Hakupendelea makundi, hakutafuta makofi, bali alisisitiza kazi, nidhamu na uwajibikaji. Hatimaye safari yake ikamfikisha mkoani Ruvuma, ardhi ya wakulima, wachimbaji, wafanyabiashara na vijana wenye ndoto. Akiwa mkuu wa mkoa, Ahmed Abbas Ahmed akatangaza ukuu wake, bali alitangaza umoja. Alisema kuwa kwa vitendo, tofauti zetu ni nguvu yetu na umoja wetu ndio msingi wa maendeleo. Akaongoza kampeni za maendeleo, ulinzi na mazingira, amani na mshikamano wa kijamii. Akawahimiza viongozi kuwajibika, wananchi kushirikiana na vijana kuamini kuwa kesho yao iko mikononi mwao. Katika safari hiyo, taifa likamtambua kama kiongozi thabiti na kumpandisha cheo cha kijeshi hadi Brigadier General, si kwa maneno bali kwa matendo yake. Leo hii jina la Ahmed Abbas Ahmed halisimami mtu mmoja tu, bali linasimamia maadili ya uongozi, uaminifu, nidhamu, unyenyekevu na uzalendo. Ni hadithi yake bado inaendelea, kwa sababu viongozi wa aina hii hawafiki mwisho, huacha alama kubwa. Karibu nikupitishe katika doti ya kwanza mpaka doti ya mwisho, ukuaji wake mpaka hivi sasa alipofikia. Taarifa zake binafsi. Jina lake kamili anaitwa Ahmed Abbas Ahmed. Alizaliwa Julai mwaka 1968. Ustadi wa lugha, anaongea Kiswahili na Kiingereza vizuri. Elimu yake, alisoma diploma ya masomo ya kimkakati na uhusiano wa kimataifa, Chuo Kikuu cha University of Nairobi. Pia alisoma masomo ya uongozi wa juu wa usimamizi kwa njia ya mafunzo. Inawezekana katika Kenya School of Government au mahali pengine pia. Ni chanzo kimoja kimeeleza taarifa hizi. Kazi na mamlaka.
Ahmed Abbas Ahmed ni afisa wa umma mwenye uzoefu wa utendaji kazi na uongozi katika ngazi mbalimbali za utawala wa serikali nchini Tanzania. Regional Commissioner mkuu wa mkoa wa Ruvuma aliteuliwa kwenye nafasi hii tangu Machi 2024 na anahudumu hadi sasa. Mkuu wa mkoa wa Mtwara aliwahi kuwa, kabla ya Ruvuma, alihudumu kama mkuu wa mkoa wa Mtwara kuanzia Julai 2022 hadi Machi 2024. District Commissioner aliwahi kuwa mkuu wa wilayani Kibiti kuanzia Juni mwaka 2021 hadi Julai mwaka 2022. Kazi na changamoto. Katika utumishi wake kama mkuu wa mkoa wa Ruvuma, amekuwa akijihusisha na mambo kadhaa ya maendeleo na kijamii, mfano kuongoza kampeni za maendeleo kama upandaji wa miti na utekelezaji wa miradi ya serikali, kupongeza utekelezaji wa miradi ya Mwenge wa Uhuru, miradi 76 kimkoa yenye thamani kubwa, kuhimiza ushirika wa wananchi katika uchaguzi wa kidemokrasia wa amani, kuongoza viongozi wa wananchi na katika maombi ya amani kabla ya uchaguzi, kupeleka na kupendekeza maamuzi ya utawala au kuweka vipaumbele katika sekta za elimu, afya na usalama, kutetea ushirikishwaji wa jamii na wadau katika maamuzi ya maendeleo. Cheo cha heshima. Ameongozwa cheo kutoka kanali hadi brigadier generali, jambo ambalo ni ishara ya kutambulishwa kwa utendaji kazi wake. Katika historia kwa ufupi, Ahmed Abbas Ahmed ni afisa na mtu muhimu katika utawala wa Tanzania mwenye uzoefu katika uongozi wa ngazi ya mkoa, wilaya. Ameanza kutoka ngazi ya DC, yani mkuu wa wilaya, hadi kuwa mkuu wa mkoa wa Ruvuma, akijenga historia ya kuongoza utekelezaji wa sera za miradi na maendeleo kwa wananchi wa mkoa huo. Hii ni simulizi ya kiongozi shupavu, kiongozi ambaye ameacha alama kubwa katika nchi yetu ya Tanzania. Kiongozi huyu Ahmed Abbas Ahmed tumeona toka alipozaliwa Julai 1968 mpaka hivi sasa jina lake limeendelea kuwa gumzo mitandaoni, na hii ni kutokana na uwezo wake wa kusimamia kazi pale pindi anapopewa majukumu. Safari yake tumeona alipoanza toka mkuu wa wilaya huko Kibiti mpaka kuja kuwa mkuu wa mkoa wa Ruvuma mpaka hivi leo. Ukizungumzia wakuu wa mkoa ambao mikoa yao wamebadilisha kwa nafasi kubwa, hauwezi ukaacha kutaja jina la Brigadier Generali Ahmed Abbas Ahmed. Historia hii nafikiri itawafunza vijana wengi wenye ndoto ya kuongoza mwanzo hadi mwisho. Kwa aliyoyapitia hakukata tamaa, hakupitia katika maisha mseleko, lakini amepambana na leo akuta njiani mpaka akashinda. Hii ni simulizi iliyoletwa nami Daud Alexander Scott Rizzi, na hii ni channel yetu kwa ajili ya kupost simulizi. Endelea kuwa nasi mwanzo hadi mwisho. Asante. Usiku TV.